kukataa au kuacha njia mbaya, njia ya kwanza, kutoka kwenye mfumo wa kwanza uliozoea na kutembea katika mfumo wa kiungu. Haleluya! Kutoka kwenye tabia za kwanza na kutembea kwenye tabia ya uungu. Na tunajua ya kwamba tabia za kwanza zinaidhinishwa wazi. Chuki ni tabia ya kwanza, uongo ni tabia ya kwanza, uzushi ni tabia ya kwanza, wivu ni tabia ya kwanza. Sasa anapozungumza kwa habari ya kutoka, Mungu anamaanisha kuna watu wa Mungu alikuwa ananipa wazo. Unaona, kuna watu ambao wametoka lakini bado hawajatoka kikamilifu. Wako namna hiyo. Mungu asaidie sana. Nilikuwa napewa picha hii. Bado ameshikamana na asili ya kwanza, lakini kwa jinsi ya Mungu tunafikiri ametoka. Mungu anachotamani tutoke kwenye asili ya kwanza, alafu tupandwe kwake, tuanze kuishi katika asili nyingine ya kiungu. Hiyo ni Mungu mwenyewe. Kama ilivyokuwa nilivyotoka kwenye asili hii ya kwanza, sasa ninaweza, kama ingetoka ningekuwa tumetoka tangu mwanzo, ningeweza kupandwa katika asili nyingine. Haleluya! Nikishapandwa katika asili nyingine ambayo ni uungu, ninashiriki tabia ya uungu, ninazungumza kama Mungu, nina ujasiri kama Mungu, ninatenda kama Mungu. Ndicho ambacho Mungu alichokuitia wewe. Haleluya! Haleluya! Kwa hiyo sasa Mungu hakutaka tutoke huku tunaning'inia hapa. Manake nimetoka lakini naishi yale mawazo ya kwanza. Naishi ile chuki iliyokuwa nayo kwanza. Naishi ule uongo uliokuwa nao kwanza. Nasema uongo wote ni wa baba yangu Ibilisi. Mpaka tumekubali kukaba, anasema nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wanangu wa kike na wa kiume. Kama sijakubali kutoka, sijakubali kukatwa, hawezi kuwa baba kwangu. Mungu asaidie sana. Na kama hajawa baba kwangu, siwezi kukumbatiwa na yeye, siwezi kupokea zile ahadi za Mungu katika maisha yangu. Nimetoka, nikisha kubali kutoka, manake mimi sina baba mwingine. Mimi kila wakati wanamrebesha baba yangu, namwambia mimi sina baba mwingine, wewe ndiye baba yangu. Hapa nimefikia mahali pa kuchoka, wewe ni baba yangu. Nahitaji kutua nguvu na wewe, nahitaji kusonga mbele zaidi. Hivyo ninakuona uwepo wake, ninamuona mama mwenye nguvu akinitia nguvu zaidi, maana nimekubali awe baba yangu. Ukishakubali, hofu inaondoka. Haleluya! Unakuwa na ushujaa na ujasiri. Amani ya kweli inatawala. Neema ya Mungu inakuwa juu yako, maana unamwita yeye ni baba. Huwezi kumwita baba aliyeumba mbingu na nchi akanyamaza kimya. Haleluya! Haleluya! Ukiwa na baba, maana umekubali kutoka, yeye ni baba yako, unatembea katika mamlaka yake. Maana alivyo baba ndivyo na mwana alivyo. Haleluya! Kama baba yako alivyo pale mbinguni na mamlaka yake, ndivyo na wewe ulivyo huko duniani. Kwenye waraka wa Yohana inaandikwa, Bwana Yesu asifiwe sana, unatembea katika mamlaka, unatamka mambo yanatokea. Haleluya! Wakati mwingine tembea kwa bii, ukiwa uhusiano mzuri na baba yako, hebu tamka tu, kuanzia sasa ni mwisho wa shida hii, wale maisha yatajama kutesi. Ili adui aweze kusimama mbele yako, lazima uwe kinyume. Maanake nimebaki na yule baba wa kwanza, alafu ni baba na mwana hali na nguvu. Mungu asaidie sana.
watoto wanapokataa kutoka ni kubwa na kutafuta kama wewe ni wa baba yako Ibilisi. Na hili ni kama kinakunana kwa Ibilisi lilishikwa miaka 2000 iliyopita. Ibrahim asingeweza kumiliki, asingeweza kustawi, asingeweza ahadi za Mungu zisingetimia kwake kama asingeweza kutoka. Jambo la kwanza, ili uweze kutoka, chukia hiyo tabia, chukia hiyo asili ya iliyoko ndani yako mbaya. Nashindwa kutoka kwenye tabia ya uchoyo. Kuna watu wachoyo mpaka unashangaa. Ni wachoyo hata kumtolea Mungu, ni wachoyo hata kutoa sehemu ya 10 kwa Mungu. Sasa watu wanamdhania waweze kumiliki, maana hiyo ni tabia ya baba. Sasa natokaje? Mungu nisaidie. Natokaje kwenye hiyo hali? Sitaki kuwa hivi bwana. Lazima ufikie mahali useme sitaki tabia hii. Sitaki kuwa hivi tena bwana. Sitaki kuwa na manunguniko. Mungu asaidie sana. Sitaki kuwa na chuki. Na Biblia inatuambia mambo mengine yawezekana na kwa kufunga na kuomba. Usifunge kuomba upate hela. Usifunge kuomba upate mke au mume. Shughulikia hii asili ya kwanza ife kwanza. Ikisha kufa vitu vyote vinakuwa salama. Maana ni mapenzi ya Mungu watoto wa Mungu wawe na furaha na amani tele. Maana wakati huo sasa Mungu anakuwa mfalme wa amani kwenye maisha yako. Na kisha kuwa mfalme wa amani, anasukuma mbali huzuni yako, unatembea katika furaha. Haleluya. Mungu amenunua kanisa kwa gharama kubwa sana. Umenunuliwa wewe kwa gharama kubwa sana. Sasa wewe kwa kuwa umenunua kwa gharama kubwa, tunza hiyo thamani yako. Itunze. Usipotoka Mungu atakuwa baba wako. Haleluya. Maana utabaki kuwa ni baba yako Ibilisi. Lakini ukitoka Mungu anakuwa baba wako. Haleluya. Faasana nyingine ya kutoka, hutarithi ahadi zozote za Mungu. Huwezi kuwa kwa sisi ni warithi wa ahadi zote za Mungu. Warithi wa ahadi za Mungu ni wale waliokubali kutoka. Wakorintho wa 2:1-20 nasema kwa maana ahadi zote za Mungu ni ndio na amina. Lakini ni ndio na amina kwa waliokubali kutoka. Au kwa watoto wa Mungu. Haleluya. Huwezi kushinda majaribu kama ukikubali kutoka. Hutakuwa na amani ya kweli kama ukikubali kutoka. Mungu asaidie sana. Hutakuwa na mamlaka, hutakuwa na kibali mbele za Mungu. Mungu akusaidie sana. Hebu tukubali tutoke ili kwamba Baba atukumbatie. Ukikumbatiwa na Baba, utaishi maisha ya ushindi siku zote. Haleluya. Utaona ahadi za Mungu zikitimia kwenye maisha yako. Utaona kutembea kwa furaha. Hata wakati mambo ya kuhuzunisha yanapotokea, wewe unapita kwa furaha. Mungu asaidie sana. Nafikiri wakati wa kina Abednego, Shadraka na Meshaki, wakati wanakuwa kwenye ile tanuru, tulikuwa jambo la kuumiza. Lakini walipita kwa ushindi mkuu